sallallahu alaihi wasallam. Lakini akisema Kiswahili ndio lugha yetu, ndio tukao kuelewa. Basi naomba ila yakawa maneno yangu hayana faida, lakini akiwa na faida basi ni mabadiliko. Naam, kuhudhurisha katika jambo hili ni jambo la ibada kama nilivyosema. Jambo la ibada na kulisoma huyo karejea, lakini shekhe alikuwa tukimsikia sana zawiana kila sehemu kwamba hii ni ibada kubwa sana, tena imemeza ibada zote. Hii ya dhikri shekhe alikuwa akituambia, kwa hiyo tuishike kwa bidii kubwa na tuikamate kwa hali ya juu sana, na tusiache kuacha kwetu jambo hili, tuzihiliki nafsi zetu kila wakati, na ala hatufika katika huko tuanza kuumia hapa katika hii dunia. Hatuna mahaba, hatutusikilizana, hatutupendana, hatutohurumiana, kwa sababu hatutekeleze haya mambo ya kitu. Na Mungu amesema katika sehemu nyingi katika Qur'an kwamba tumpendane. Aisee, amesema sana, tumpendane Mwenyezi Mungu. Sehemu nyingi. Na Mtume akatuambia kwamba tuishi sana kumtaja Mwenyezi Mungu, mpaka ionekane kwamba sisi ni ndio wazimu. Allah yaqul majnun, kwamba tumtaje sana Mungu mpaka vichawa katika watu wanaonekana vichasi, ndio sisi tunapigwa. Sisi tunaonekana hao ndio wazimu, sisi wote tunajitasbihi, bali mjazibika kule kumtaja sana Allah. Na ndio tumeambiwa tumtaje sana Mwenyezi Mungu, ndio furaha na ndio faida, kesho ndio manufaa kwa dunia. Aliyetuna Muhammad alihusu majambo haya. Sheikh amesema tunamswalia sana Mtume. Tunafanya tahlili, tumerehemu ndugu zetu. Bila shaka kuchelewa kidogo, wengine huenda kufikia Qur'an. Ndio. Kwa haya yote ni faida kwa sisi na tunaletea sisi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Sheikh wetu tumpenda sana. Bwana wetu huyo Said Uthman tulionao. Bwana naye hakumwacha Sheikh Muhammad kwa sehemu yoyote ya unyayo. Alitukanyaga shekhe ndio anapokanyaga Said Uthman bin Said al-Qadir radiyallahu anhu. Hajazidisha, hajazunguza chochote. Si ndivyo? Tuko kwenye hadhara hii, hayuko Sheikh bin Nasr hapo. Kwenye kiti alikaa nani? Said Uthman. Kwa haya mabwana zetu ndio wametuambia tuyafanye, na akiondoka au atakayokuja na kazi yake ni hiyo hiyo. Tuyafanye mpaka mwisho hii dunia. Ndio salama ya dunia na ndio salama ya nafsi zetu. Mimi nafikiri mashekhe wa tasawufi hawa wanamjua sana, mpaka kutupangia baada kwenye katika furuku ya Tanzania kuhusu masuala ya kutengeneza nafsi. Na shekhe alikuwa akitumia siku zote kutengeneza nafsi, kwa sababu nafsi huu mwili wa mwanadamu katika nafsi saba, si ndivyo? Sasa zote hizi zinatakiwa zitengezwe, ziko mbaya na ziko nzuri. Sasa hizi mbaya zitolewe, zikiongozwa na nafsi al-amara tabasui, na amata bisui, dhikri yake ni la ilaha illa Allah. Angalia basi Mwenyezi Mungu alivyofanya, yaani ile dhikri ya juu kabisa, ndio akasema hii ndio itamua kisha vibaya. Sasa itakuwa ajabu sana sisi watoto sofi chini ya Sheikh Muhammad Nasr kufanya malezi ya Said Uthman, tukafanya hii la ilaha illa Allah, tutakuwa tuna hasara kubwa mno, sababu tutakuwa hatujavunja chochote katika nafsi zetu, au sio? Kwa hiyo tujitahidi sana kufanya kama tulivyoelekezwa, sawa? Tutafika Mwenyezi Mungu katika mahali hapo. Kwa hiyo tujitahidi sana kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu akipenda tutafika bwana wetu na tutakuwa na mabwana zetu kila yote. Mimi sina zaidi mbele zangu. Naomba mapokea madhaifu haya, kama nitasema mwanzo kwamba yake madhaifu ni yangu, lakini akiwa yana faida basi ni bwana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu afungulie milango ya kheri na elimu.